kuwepo mahali hapa katika siku hii ya leo. Ni siku ambayo nimeitamani sana, Baba Askofu. Ni siku ambayo nimeingoja sana. Ni siku ambayo nimekuwa na shauku nayo. Nimeangalia miaka ya nyuma sana ambao tumekuwa tukija hapa na Baba, na ilikuwa ni mahali petu. Kwa kweli nilikuwa ni kanisa letu. Kila wakati tulikuwa hapa na kila kitu tulichohitaji kukifanya tulikifanya hapa. Ninakumbuka tulikuwa na shukrani ya machozi. Ulifanyia hapa? Palikuwa ni mahali petu. Na Mungu mwema ambaye sasa amefungua huu mlango, nafikiri askofu utajiita na tena na tena na tena. Siku mazuri nataka kuhubiri. Unajua wahubiri, walimu wana changamoto zao. Wao wanataka tu waende kila mahali wahubiri, lakini ninawapenda. Ninakumbuka wengi walikuwa wadogo. Shemasi watu mimi wakati nakuja huko alikuwa msichana. Nikawa nakuja nikakuta ameolewa. Sasa hivi ni bibi. Aliniambia ni bibi ana wajukuu. Kwa hiyo miaka inaenda jamani. Miaka haisimami. Ni muda mrefu, lakini bado Mungu ni mwema na mimi bado nimeokoka. Ni kweli kamati walinituma niongee na Baba Askofu na wakaniomba nimuombe kanisa litusaidie kupata spika moja. Tumekuwa tukifanya mikutano ya Injili, tumekuwa tukizunguka huko na kule, na mikutano mingine tulikuwa nayo. Mimi nilipopanda gari kuelekea Msoma kule Nata, nikashangaa na yeye yuko ndani ya gari. Siku nyingine nimetoka tunaenda Giti, ghafla gari inasimama, naona na yeye anaingia. Kwa hiyo amekuwa akitutia moyo, amekuwa pamoja na sisi. Na kuna ombi moja ninamwomba, hilo hajanisema, hilo la kwetu mimi na wewe. Lakini ninamshukuru Mungu, kweli tulikaa tukaongea mengi na aliniambia nisiwe na wasiwasi, nisubiri. Sasa unajua kazi ya kusubiri Tumekuwa tukihubiri kweli mikutano mingi, lakini hatuna chochote. Hatuna vyombo, hatuna magari. Namshukuru Mungu kwamba ametupa wachungaji wazuri ambao wamekuwa wakitoa magari yao tunayatumia kwa ajili ya kwenda kuhubiria. Mchungaji Steven, kijana wako, tumekuwa tukitumia sana ile noa yake, lakini kuna mchungaji mwingine anaitwa Elisaria mko kule kambi ya Mkana, pia tumekuwa tukitumia magari yao kwa ajili ya kwenda kuhubiri. Lakini kuna mama mmoja pia tuko naye kwenye timu, amekuwa akituazima gari yake, kenta yake kwa ajili ya kubebea vyombo. Vyombo tumekuwa tukikodisha, na pia amekuwa akituazima na jukwaa. Na kwa jinsi hii Injili imeenda kwa sababu ya mioyo ya ukarimu. Injili ni gharama. Injili ni gharama, sio rahisi. Tulikuwa hapa kisiwani. Ni karibu tu, ukipita Same ni mwendo wa nusu saa tu umefika kisiwani. Nilikuwa napiga mahesabu, tumetumia milioni 3 na nikamwambia Mungu tutafanya nini? Tuna mikutano 6 na mwaka huu tumesema lazima Mungu atupe neema kuwe na vyombo vyetu, kwa sababu gharama ni kubwa ya kukodisha vyombo. Nikaambia Mungu, hapa tunakuhitaji. Wakati nilipokuwa natafakari hayo, tukawa tumekutana na askofu kule Suruma Kikatiti. Akaniambia naomba Jumapili uje kanisani. Lakini tulipokuwa tunaongea jana, aliniambia unaweza ukaleta tu ujumbe wa Mungu, alafu nitakuita siku nyingine uongee mambo ya umisheni. Ninataka kukuonyesha ya kwamba kuhubiri si kazi rahisi. Gharama ni kubwa, na mara nyingi hatuendi mjini, tunaenda vijijini. Huko vijijini wale watu hata hawana uwezo. Mahali pengine inabidi tukodi vyombo, tujisafirishe wenyewe, tuende kule, tulipe malazi wenyewe, na saa nyingine hata tuwasaidie na chakula. Lakini Mungu ametupa neema. Kwa nini Mungu ametupa neema? Umisheni ni moyo wa Mungu. Umisheni ni moyo wa Mungu. Ni kazi yake.
kufungua milango. Ikifika hapo inabidi lazima Mungu afanye. Kwa sababu hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Nitakuja siku nyingine tuzungumze. Ninatamani kila mmoja wenu ajiunge na hii huduma ya umisheni. Nitawaambia unajiungaje. Usianze kujiuliza kwamba sasa mimi nitafanyaje, sina nafasi, sina nini. Kuna mihimili mitatu ya umisheni, kuna waombaji, kuna watoaji na wale wanaoenda. Mimi hufanya vyote na wote walioko kwenye timu yetu wanafanya vyote. Wanaomba, wanatoa na wanaenda. Lakini wewe unaweza ukafanya hata vichache. Hata kama ukishindwa kabisa una hata 1000 kwa mwezi ya kumpa Mungu kwa ajili ya umisheni, omba. Yaani unapoomba, watu wanapookoka, wanapofunguliwa kule, wewe unakuwa sehemu ya hayo matunda, na utakapofika mbinguni hautataiwa. Mungu awabariki sana sana sana. Niwashukuru sana kwa sadaka yenu. Bila shaka tutaiombea mwishoni, lakini kwa sasa hivi ninatamani nilete ujumbe ambao Mungu amenipa.